iko wapi? Maana nikiangalia sioni sadaka, nikiangalia sioni kile nitatoa. Watu wengi wanapenda kulia, ninataka nikutoe hapo. Watu wengi wanapenda kunung'unika, ninataka nikutoe hapo. Watu wengi wanapenda kukaa nyumbani wakati kuna matoleo, ninataka nikutoe hapo. Watu wengi wanapenda hata kujidharau wakati kuna matoleo, nataka nikutoe hapo. Kijana kasema, baba sioni sadaka. Baba akamwambia, wewe subiri, utaiona hiyo sadaka, utaiona hiyo sadaka. Maandiko inasema akamkamata kijana, kwa sababu walikuwa wawili, akamweka juu ya kuni. Maandiko inaniambia ya kwamba akainua ile kisu amuue kijana ili ikuwe sadaka. Jehova akamwambia, nimeona imani yako, nimeona imani yako, nimeona imani yako, nimeona imani yako. Jehova anamwambia, nimeona imani. Sijaona ukubwa wako, sijaona magari yako, sijaona ng'ombe zako, sijaona vitu vizuri nilikupatia. Mungu angetaka sadaka ya kondoo, angemwambia Ibrahimu, nipe sadaka ya kondoo, sababu Ibrahimu alikuwa na makondoo, Ibrahimu alikuwa na mali ya mifugo, Ibrahimu alikuwa na punda, hivyo vyote alikuwa navyo. Lakini Jehova akamwambia, sitaki hiyo mali nimekupatia, kuna kitu ninahitaji ndani yako. Jehova akitaka imani, lazima akuchunguze. Jehova akitaka kukuinua, ni lazima akutafute. Jehova akitaka kukuinua, lazima akujaribu. Haleluya. Mungu akitaka kukuinua, lazima akujaribu. Amina. Na wale ambao wameinuliwa, lazima mkuwe tayari kujaribiwa. Na kuambia, kuinuliwa ni vizuri, lakini pia kuwa tayari kujaribiwa, kwa sababu haujui utajaribiwa kwa njia gani. Unaweza kuwa umenunua gari nzuri, ndio mara yako ya 5 kutembelea ndani, kwa sababu ulitamani iwe hivyo, na Mungu akakuwezesha, na ukaomba siku mingi, Mungu akakupatia. Lakini akafika mahali akakwambia, ninataka unitolee hilo gari kwa madhabahu, ninataka unitolee hilo gari kwa madhabahu. Watu wengi hupoteza baraka kwa sababu ya kutojua wakati wanajaribiwa ndani ya mioyo yao. Kuna majaribu mengine ni Mungu anayaleta tu ili ya kwamba apigane na ibilisi. Kuna majaribu mengine Mungu anayaleta tu ili ya kwamba kuheshimishe kwa watu. Kuna majaribu mengine Mungu anayaleta tu ili ya kwamba kushindie wachawi. Kuna majaribu mengine Mungu anayaleta tu ili ya kwamba akupiganie. Kuna sehemu imebaki akupiganie. Umejaribu vile unavyoweza, umeng'ang'ana kadri ya uwezo wako, umeng'ang'ana kiwango ambacho unaweza, umepigana kiwango ambacho unaweza. Wakati mwingine vitu zimeshindikana, wakati mwingine mambo imekuwa ngumu, wakati mwingine hali imekataa, wakati mwingine washirika hawakutaki, wakati mwingine watu hawakusikia, wakati mwingine unapambana ndio watu wakuje kanisani, ndio watu wafanye vile unataka. Wengine watakutukana hata kama watakuambia, wengine watakusengenya hata kama watakuambia. Lakini kumbuka ya kwamba ni kiwango cha kupimwa, ni kiwango cha kupimwa. Hiyo ni mapito, 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 hiyo ni mapito. Ni kiwango cha mapimo ili imani yako ionekane. Ibada isema amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni kupimwa tu. Wakati mwingine ni kupimwa. Unaweza pimwa kiwango ambacho unaweza tamani kujinyonga, na kumbe Mungu anaangalia imani. Mungu haangalii vile wanadamu wanavyoangalia. Mungu hatazami vile tunavyotazama.
Wakati mwingi wanadamu tunatazama mili, wakati mwingi wanadamu tunatazama viwango vya akili za watu, wakati mwingi wanadamu tunaangalia vile wanadamu wanaangalia tu, lakini Jehova haangalii hivyo. Jehova akitaka kukuinua lazima aanzie kwa mambo ya rohoni. Ni lazima aanzie kwa mambo ya rohoni, ndiposa uanze kuona faida ya kukaa ndani ya imani, ndiposa uanze kuona faida ya kutembea ndani ya Jehova, ndiposa uanze kuona faida ya kukaa ndani ya wokovu.